watu wangu wa nguvu kokote pale mlipo, karibu kwenye mastori za town. Na leo kidogo mambo yamechemka. Mastori ya town ni tofauti kabisa because there's a lot of things happening around us in our daily life. Naweza kusikitisha. There's another story, a very painful, a deep, disturbing story. Hii imetoka recently tu Nairobi, na nafikiri kama uko kwa social media utaona everywhere. Story inaongelewa about Mary Claire. Mary Claire ni mwimbaji wa kanisa la Adventista wa Sabato ndani ya kikundi cha Redemption Ministry Kenya. Na inasemekana pia alikuwa kiongozi pale kwa ile kikundi na ni sauti tegemezi kabisa katika kile kikundi. Kama umeona picha zikisirculate Mary akiwa hospitalini baada ya kumwagiwa tindikali. Uso wake umeungua sana na baadhi ya sehemu ya mwili wake. Na ukipita kwa mitandao ya kijamii ukijaribu kufuatilia story, kuangalia taarifa za habari, zinasemekana ni kwamba Mary, kitendo cha kumwagiwa tindikali kimefanywa na aliyekuwa ex wake, anajulikana kwa jina la Elvis Opio, ambao pia ni mwimbaji wa kikundi maarufu kabisa hapa nchini Kenya katika kanisa la Adventista wa Sabato, kikundi cha Lighthouse. So Elvis na Mary wamekuwa kwa mahusiano kwa takriban miaka 8. Na ukumbuke kwamba Elvis tayari alikwisha oa na ana watoto wawili, ama amebarikiwa watoto wawili. So unajaribu kuangalia historia yote, mke wake Elvis alikuwa kwa maumivu ya aina gani? Na inasemekana kwamba mke wake Elvis alikuwa anajua haya yote, lakini kwa sababu mwanamke ni nani tena, akaamua kunyamaza na kuiangalia mpaka itakapofikia, na ndio imefikia hapo ilipofikia. So inasemekana in short, Elvis alikuwa analipa school fees yake Mary. Elvis ndiye alikuwa anamlipia school fees alipokuwa anasoma, na nafikiri ni masomo tu ya chuo kikuu ama masomo ya college. Bado sijafuatilia kwa undani, lakini inavyosemekana ni kwamba Elvis alikuwa analipa ada ama alikuwa analipa school fees yake Claire. So akijua after kumaliza na masuala ya shule atamuoa. Sasa siku moja Claire alikuwa anatembea na rafiki yake Sarah wakielekea maeneo ya kazi. Rafiki yake close friend kabisa. Akiwa anatembea, ghafla akatokea mtu na kumwagia tindikali. Mtu alikuja na kichupa hivi, na alipofika tu karibu na Claire, pap, akamwagia hapo. Claire alikuwa anatembea na Sarah. Hata zile tindikali zingine zikamwagikia Sarah upande huu wa shingo. Na hata ukiangalia hizo picha utaona kidogo pia Sarah ni kama ana majeraha kwa mkono na kidogo hapa kwa uso hapa kidogo, na maeneo ya shingo, na nguo zake pia zilichomeka, banake ni acid. Wakati ule mtu ashamwagia, Claire akaanza kupiga kelele, "Oh, nakufa, Sarah I'm dying, Sarah I'm dying." Watu wakakuja, wakajaribu kumrescue, wengine wakamuosha, na yule mtu alikamatwa. Alipokamatwa akawekwa chini ya ulinzi wa wananchi. Bwana, ni nini umemfanyia huyu binti? Kidogo simu ikaita, na simu ilikuwa imedondoka. Watu kusikia simu inaita, ikaokotwa, wakachukua, wakareceive, wakamwekea, akamwambia ongea na weke loudspeaker. Ikawekwa loudspeaker, ikasikika sauti, "Oi, ushamaliza hiyo kazi? Ushamaliza kazi? Ushamaliza job?" Simu inasikika. Ghafla watu kumuuliza, "Kazi gani?" Simu ikakatwa. Na kulikuwa na mtu mwingine kwa pikipiki, na maanisha walikuja watu wawili. Mmoja alikuwa kwa pikipiki na mmoja ndiye alikuja akamwaga acid. Yule pikipiki baada ya kuona hiyo commotion, mwenzake ameshikwa, akatoroka. So huyu ambaye alishikwa anaitwa Lucas Ochieng. Sasa hivi ni mabusu pale katika prison za ama jela pale za Kibera. Alishikwa na leo ni Monday, tunategemea atapelekwa kotini na process zingine zitafuata, lakini Claire yuko hospitalini hali mahututi kabisa na anaendelea kupata matibabu. Na rafiki yake Sarah pia alipata matibabu kwa sababu yeye hakuumia sana, hakuwa affected sana. Yeye akaenda nyumbani na akaendelea na matibabu akiwa nyumbani, but Mary Claire yuko hospitalini. Sasa story inabaki, kwa nini haya yote yanatukuta, ama kwa nini haya yote yalimkuta Claire? Na mwisho siku tutaita gender based violence. Lakini kwa nini haya yote? Na wachambuzi wengi wameongelea swala, wengi wameongelea swala, lakini ni kitu ambacho kinaumiza. Ifike hatua tuache kuingia kwa majukumu ya wapenzi wetu ambao si zetu. Kama
Elvis alitaka mke wa pili. Kwa sababu tayari kuna mke mmoja, inamaanisha hamtoshelezi. Kama alitaka mke wa pili, kwa nini aende achukue mwanamke ambao hajasoma na hamsomeshe? Ama kwa nini aende achukue mwanamke ambao kwenye process za kusoma na yeye pia aingie kwa majukumu ya kutaka kumsomesha? Because kumbuka Claire ni mtu ambaye ako na wazazi wake, na mzazi wake mmoja ni mchungaji, but haijasemekana ni mchungaji wa kanisa gani na majina yake hajatajwa bado, but kumbuka babake ni mchungaji, which means ana uwezo wa kumsomesha Claire ama Clara, ako na uwezo wa kumsomesha. Na mbona Elvis afike hatua kwenda kumsomesha binti ambaye tayari ana wazazi wake na wazazi wake wanamsomesha, ingie ile jukumu? So inamaanisha kulikuwepo na pressure between wawili hawa. Pressure, huyu binti anataka hivi na huyu kijana pia inabidi ang'ang'ane atimize majukumu. So imefika hatua ameshindwa kucontrol emotions zake because tayari alishaumia financially, na binti hakuwa tayari kuolewa na Elvis. Aliumia financially, then akakuja akaumia emotionally. Ndio ikafikia hatua akachukua maamuzi kama aliyochukua, which ni maamuzi mabaya kabisa. Hata mimi sikubaliane na maamuzi aliyofika, because tayari kovu ambayo yule binti ameipata ni ya maisha. Kitambo ile uso, alikuwa binti mzuri sana, by the way, ni mzuri sana. Ukiangalia wimbo pale Redemption akiimba, na pia ni kama alikuwa tegemezi kwa upande wa solo. So ukimwangalia akiimba unaona ni binti mrembo kabisa. Lakini tayari ashapata kovu la maisha, ambapo hatujui kama ile kovu litatoka, lakini kwa watu ambao tumeshawaona wamemwagiwa tindikali, lile ni kovu la maisha. So kwa nini tufikie hatua kama hizo zote? Ifike hatua makanisa yetu, jamii zetu, tuchukue tahadhari inapofika kwa hatua ya kucontrol emotions zetu. Hata si wengine tushaikuwa na vitu kama hivyo, tushafikia hatua kama hivyo, lakini lazima, hakuna mtu hajapitia situation kama hizi kwa namna yoyote tofauti, but kuna watu wameshapitia situation kama hii. Lakini kufika hatua ya kumwekea mwenzio ulemavu wa maisha, bado hatujafikia huko, which ni kosa kubwa sana ambalo Elvis amefanya. Na ukiangalia pia mitandao ya kijamii utaona mastori pale mengi sana. Elvis amekwisha kamatwa pia na yupo kituo cha polisi na yupo kwa mikono ya sheria. Na ikumbuke kwamba Elvis ni kijana wetu tu, anatokea hapa Migori, hapa Rongo, na ni mtu anayefahamika sana kwa kuimba bezi nzuri sana katika ili kanisa letu la Adventista wa Sabato. Ni bezi tegemezi kabisa, na amekuwa ni mtu technical bench kabisa pale katika kwaya Lighthouse. So imekuwa ilivyokuwa, but ndo mastori ambayo inaendelea town. Nimeamua tu leo nikupigie story kidogo uone ni nini inaendelea. Social media imebust, vitu mingi sana inaendelea kwa social media, lakini ambayo imechukua trending kubwa zaidi ni historia ya Elvis pamoja naye Mary. Imechukua nafasi kubwa sana. Mengi yanatokea Kenya, lakini kadi zinavyoendelea, trending zinavyozidi kutokea, but watu wanataka kuendelea kufuatilia story ya hawa wawili, imekuwaje mpaka imefikia hapa, na hatima ya hii kesi itakuwa namna gani, maamuzi yatachukuliwa vipi, kwa sababu kama ukisema itafungwe maisha na binti hajafariki, lakini maumivu ambayo anapitia sasa hivi ni makubwa mno. So tunasubiri tuone hukumu itachukuliwa vipi, manake aliyetenda yupo mikononi mwa polisi, pamoja na aliyetumwa kutenda, wote wapo mikononi mwa polisi. Tunasubiri tuchukue, na najaribu kujiuliza maswali. Ni rafiki yake gani Elvis aliweza kushare naye before hajafanya kitendo cha aina hichi? Lazima kuna mtu alijaribu kushare naye, na kama hakuna mtu alijaribu kushare naye itakuwa ni hatari sana. Muda mwingine tunapokuwa na jazba ya aina hii ambayo tumeiona kwa Elvis, tupate kuambia marafiki zetu watusaidie mawazo, watusaidie ushauri. Na pia wewe kama ni rafiki umeletewa such kind of issue, lazima ukue very conscious kumshauri rafiki yako. Tuangalie pia tunakuwa na marafiki wa aina gani, ili endapo tatizo kama hili litatokea wanaweza kutushauri vizuri, na matatizo kama haya yakasolvika kwa namna ambayo hayawezi athiri maisha ya mwingine. Kwa leo tu ni mastori hayo ambayo yanaendelea kutrend na michukua mkondo wake. Zitakapoendelea kutokea tutazidi kukuhabarisha ni story gani zimetokea town. Asante, kumbuka ulikuwa nami Obasco.
Junior.